kijana Pablo amechoka kweli. Pablo, wasalimia wa Tanzania, tupo live hivi sasa. Unalala bado, timu bado. Salimia wako hivi sasa. Hello. Mambo vipi Pablo? Salama. Huko Afrika ni saa ngapi sasa hivi? Asante basi kutembea na hiyo agenda. Vipi lakini Ulaya huku ni saa moja. Yeah, sawa. Vipi mlisafiri kwenye ndege moja na timu? Yes, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri kwenye ndege moja na timu ya Simba Sports Club, na hivi sasa tunavyozungumza tunamalizia utaratibu wa mwisho kabla kutoka uwanja wa ndege wa Mohamed Batano kwa ajili ya kuanza rasmi maandalizi, ambapo Simba ameweka wazi kwamba watakuwa Casablanca kwa siku 2. Baada ya hapo tutaanza safari sasa ya kuwafuata Barkeni. Pablo, nimekuona umepiga picha na Mpanzu. Yeah. Ndio. Anasemaje? Maana yake najua mnazungumza Kifaransa wote, mmeelewana vizuri. Anasemaje kuhusiana na hatua hiyo iliyofikia na mechi? Yes, nimezungumza na Mpanzu. Of course tumezungumza mambo mengi sana, na moja kati ya mambo ambayo tumezungumza ni kuhusiana na mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 17. Amesema kwamba amepata maandalizi mazuri sana tangu kuanza mchezo wake wa kwanza wa kombe la shirikisho mpaka kufikia leo, na target yao ni kutokuruhusu goli zaidi ya 1, na wanaamini endapo ikitokea wanapata sare au kuruhusu bao moja, basi watapokuja hapa nchini Tanzania itakuwa kazi rahisi kwao kupata ushindi, maana wanaamini kucheza Uarabuni dhidi ya timu kama Barkeni ni ngumu sana. Lakini vile vile nilimgusia kuhusiana na tetesi zake ambazo zinamhusisha yeye kuwa na mkataba wa miezi 6, yani kwa maana ya kwamba yupo kwa mkopo. Pia ameweka wazi kwamba usajili wake ndani ya Simba Sports Club haujafanyika na timu ya AS Vita. Kuna timu moja hapo ambayo ipo Kinshasa ndio alifanya biashara na Simba Sports Club, na mkataba wake ulikuwa ni wa misimu 2 na tayari ameshaanza kutumikia nusu msimu, kwa maana kwamba miezi 5 tayari ameshatumikia. Na kabla ya kujiunga na Simba, Mpanzu alitafutwa kwanza na Yanga. Hiyo ndio ilikuwa klabu ya kwanza kabisa kumtafuta Eli Mpanzu. Yanga walimtaka? Yes, Yanga walimtaka, lakini kwa maoni yake yeye na meneja wake na pamoja na simu ambazo ziliita sana kutoka kwa Try Again kipindi hicho ambapo alikuwa anaiongoza bodi ya Simba Sports Club, ilimfanya yeye kuwa na urahisi zaidi kujiunga na klabu ya Simba Sports Club na mpaka leo kufikia. Kwa hiyo hizi tetesi zinazosema yupo kwa mkopo si za kweli, bado anaotumikia mkataba wake wa miaka 2.